Ndugu zangu katika imani, unwani ya khutba yetu ya leo ni kwamba alitutamani akalia. Alitutamani akalia. Mwanadamu afaa ajiulize, nani aliyetutamani na ni nani akalia? Si mwingine ndugu zangu, katika hii au katika hiki kichwa cha mada yetu ya leo, alitutamani akalia. Mwisho wa khutba, jenga pia wewe hoja au jiulize, na wewe kama wewe, je, ulimtamani na wewe ukalia? Si mwingine ndugu zangu katika imani, aliyetutamani sisi ni mmoja tu, ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alionekaniwa akilia sallallahu alayhi wasallam. Mtume ambaye kwanza kabla hajalia ama kabla wewe hujalia, ni lazima kwanza umsome wa kuliliwa nani. Huwezi kumlilia mtu ikiwa mtu kama huyo wewe hujamsoma, humjui, ni mgeni kwako. Anaililiwa siku zote ni yule wa mazoea. Waweza ukaishi na mtu ndani ya nyumba ukaambiwa amekufa, na ikawa kwako ni jambo la kawaida tu. Lakini kuna ule wa mazoea, pindi anapokufa huzuni kwako inatanda. Na kila mtu anajua kwamba fulani kaondokewa. Watu wanakupa tazia kwa sababu umeondokewa na mwenda wako. Ima ni mke wako, ama ni mtoto wako, ama ni rafiki yako, sahibu wako. Mkijuana kwa shida na raha, leo akiondoka lazima wewe kuna kitu kitakugonga. So kabla hujajiuliza kwamba na mimi nilimlilia ama sijamlilia, kwanza lazima umjue huyu ambaye wewe wataka kumlilia ni nani. Ni nani? Ni nani huyu mtume ambaye wewe wataka kumlilia? Kwanza ndugu zangu, fadhila za Mwenyezi Mungu alizotufadhilisha sisi wanadamu ni kwamba karrama Allahu bani Adam. Mungu ameumba viumbe vingi katika dunia. Ameumba malaika, akaumba mahayawani, akaumba jini, akaumba insi. Lakini katika ubora wa fadhila ni kwamba Mwenyezi Mungu amemfadhilisha na kumkirimu mwanadamu. Na Allah ili kwenye Qur'ani amesema, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdhila. Tukamfadhilisha mwanadamu katika wengi tuliowaumba. Mwanadamu tukamfanya kwamba wewe ni bora katika hii dunia. Na katika aya nyingi Mwenyezi Mungu amesema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutuumba sisi na kutukirimu, kisha akasema wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina. Allah akawapa neema za dhahiri ambazo watu waona kwamba hii ni neema amepewa mwanadamu, na kuna neema ambazo kwamba ni batina, zimejificha, hakuna anayejua isipokuwa ni wewe na Mola wako. Na katika miongoni mwa neema ya Allah kumkirimu huyu mwanadamu na kumfanya ni bora katika viumbe, kisha wajitaba minhum man khassahu bin nubuwa. Kisha kachagua katika wale wanadamu kwamba kuna watu khaswa, hawa watakuwa mitumi kwa kila mtu kwa umma wake na kaumu yake, kwamba ametoka mtu fulani kwa upande wa Banu Israili atatoka nabii Allahi Musa, atatoka na kwengine atatoka nabii mwengine. Allah akafanya hivyo. Kwanza alimfadhilisha mwanadamu, kisha katika hiyo fadhila ya mwanadamu aliwatoa na wengine wakawa ni bora, akawafanya ni viongozi katika huu ulimwengu. Warisala, na akawatuma wafanye risala.
kisha katika hao mitume nao wastafa min ulaika afdaluhum nabiyan Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Na katika hiyo mitume nayo iliyofadhilishwa pia Mwenyezi Mungu kamfadhilisha mtume ambaye kwamba atakuwa ni bora kuliko hao mitume wote, naye si mwingine ni mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikhtarahu Allah, mtume huo Mungu amemchagua lihadhihi al-umma, kwa ummati huu. Kwa hiyo sisi tunaweza tukasema kwamba katika waliotangulia sisi ni ummati bora. Kwa sababu gani? Kwa kupatikaniwa mtume bora. Allah akamchagua mtume huyu kwa ummati wake huu, lihidayatiha, kwa ajili ya kuwaongoza. Walitoka katika minadh-dhulumati, kwenye giza, mtume akawaleta ila nuri, katika mwangaza. Ndio kazi Mwenyezi Mungu aliyomtuma nayo, tena katika nuri ambayo ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyoroka, wasiratuhu almustaqim, na njia ya Allah iliyokuwa imesimama ya kisawa sawa iliyonyoka. Basi fakanat hayatuhu, huyu aliyetulilia sisi, mbali ya kutuongoza na kutuhurumia, uhai wake wote, fakanat hayatuhu alayhi salatu wassalam ibadatan wa shukra. Uhai wake wote mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni uhai wa ibada, wa kumfanyia Mola wake ibada, wa shukran, na kumshukuru muumba wake subhanahu wa ta'ala, wa da'watan wa hilma, na umri wake wote ulimalizika katika kufanya da'wa. Tena sio da'wa ya kupigana, sio da'wa ya kutenganisha watu, wa da'watan wa hilma, da'wa ambayo, ulinganizi ambao ndani yake una upole, kuna hilm ya upole wa bwana mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, wa bitilaan wa sabra. Na da'wa yake haikuwa ni da'wa ya feni, wala da'wa ya AC, wala da'wa ya magari, wala da'wa ya mabodigadi ya kupumbaa. Ilikuwa ni da'wa ndani yenye misukosuko, lakini ndani ya misukosuko hayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallama alikuwa ana sabra, subira ndio ilikuwa ngao yake. Na hii yatupa sisi maduati, tunapofanya da'wa ni kwamba maudhi utakumbana nayo. Wako watakao kukubali, wako watakao kukutani, wako watakao kukuinua, wako watakao kukushusha. Na hii ndiyo miondoko ya bwana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Da'wa yake ilikuwa ni da'wa, lakini ndani ilikuwa na ibtila, maonjo ya kila aina. Mtume sallallahu alaihi wasallama wakati anakwenda kuhubiri da'wa, Abu Lahab ambaye ni ammi yake alikuwa akimfuata mtume nyuma. Mtume akilingania kwenye masoko akiwaambia watu, msimuamini, huyu ni mrongo, maneno yake ni ya kuchunga, huyu ni sahir, huyu ni kadhabu, msimuamini. Mke wake alikuwa akibeba kuni, ndio Allah akamtaja wa mraatuhu hamalat alhatab. Yule mwanamke wake ambaye kwamba ni Ummu Jamila alikuwa akibeba kuni. Kuni hizi alikuwa akizibeba na uchafu na mawe, alikwenda akimwekea mtume kwenye mlango sallallahu alaihi wasallam, ili akitoka mtume apatikaniwe na madhara. Akienda zile barabara ambazo mtume akizipita, akienda akibwaga uchafu pale kwa mtume wako sallallahu alaihi wasallam, lakini mtume alikuwa akiziondosha. Da'wa yake ilikuwa ni da'wa ya misukosuko, lakini ndani yake ilikuwa ni da'wa ina subra. Subira ndio ilikuwa iko juu da'wa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika kulingania kwake, ma min khairin illa dalla al-ummata alayhi, khairi yoyote ambayo Mungu aliyemtumiliza nayo mtume hakuificha sallallahu alaihi wasallam, hakuificha. Dalla al-ummata alayhi, aliwajulisha ummati wake kwamba hili lafaa na hili halifai, hili lishikeni, hili liapukeni. Sallallahu alaihi wasallam alifanya wama min sharrin, na hakuna shari yoyote ambayo mtume alikuwa akijua kwamba hii ni shari, illa hadharaha anhu, isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallama
alikuwa na hadhari. Huu ndiye mtume ndugu zangu. Huu ndiye aliyelia kwa ajili yako. Siku moja amekaa, alionekaniwa mtume wako hulia. Alionekaniwa Muhammad hulia mbele ya vipenzi vyake, maswahaba, watu ambao wako radhi kutoa roho. Kuna bwana mmoja alikuwa akiitwa Khalidul Hudali. Huyu bwana alikuwa akimuudhi sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Akimuudhi sana mtume, na ni kiongozi, ana jeshi na hulindwa, aitwa Khalidul Hudali. Siku hiyo mtume amekaa na maswahaba zake sallallahu alaihi wasallam, akawaambia maswahaba, yuudhini Khalidul Hudali. Huyu bwana anaitwa Khalidul Hudali, huyu ananiudhi sana mimi, ananiudhi sana kupitiliza kiasi. Man yaatini bi ra'si Khalidul Hudali, ni nani ana uwezo wa kuniletea mimi kichwa chake? Nataka kichwa cha Khalidul Hudali, ananiudhi sana. Maswahaba wako pale. Akasimama mmoja akamwambia, ya Rasulullah, ruhi li ruhika fidaun, murni bima tasha. Roho yangu mimi ni fidia kwako wewe, niamrishe kile unachotaka ya Rasulullah. Hakusema mimi ni mtu peke, sina jeshi, niko vile. Akamwambia tofauti moja tu, mimi simjui huyu mtu ni nani, simjui. Hebu nijulishe, nipa kama taswira yake. Mtume akamjulisha kwamba mtu mwenyewe ukimuona tu kwanza yeye utajua kwamba huyu ndiye huyu Khalid al-Hudali. Bwana alikwenda pale, kichwa hakijaja, Mwenyezi Mungu kashampa habari kwamba ile amri uliotoa ishatekelezwa. Hii nimeleta kwa mfano kwamba mtume alikuwa amekaa na watu ambao walikuwa tayari kujitolea roho zao kwake, lakini mtume hapo hapo alionekaniwa hulia sallallahu alaihi wasallam. Masahaba akamuuliza, ma yubkika ya Rasulullah, ni kitu gani kinakuliza ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Basi mtume hakuchelewa, akawaambia, ashtaqtu li ikhwani, mimi nimewatamani ndugu zangu, nimewatamani ndugu zangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakamuuliza, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, kwani sisi tulioko hapa tunaokuhami tuko na wewe, kwani sisi mtume, sisi si ndugu zako? Mtume akamwambia, bal antum ashabi, nyinyi ni masahaba zangu, marafiki zangu. Ndugu zako ni kina nani? Mtume asema, ndugu zangu ni wale watakaokuja baada ya kufa mimi, wale watakaokuja baada ya kufa mimi na wataniamini, walam yarawni, wala hawakuniona. Jiulize, umemuona mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa hujamuona mtume, basi jua kwamba mtume alilia kwa kukutamani wewe, kwa kukutamani wewe, kwamba kuna siku watakuja watu baada ya kuwa mimi mtume wao nimeondoka, na watakuja wakisikia habari zangu wataniamini na wala hawakuniona. Leo tunaambiwa sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama vile mlivyoniona. Sisi tukumuona mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tumeona mafundisho yake, tukaona mahaba yake, tukaona wema wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndiyo ikawa hii leo ni mada tuizungumzie kwamba alitutamani akalia. Je, wewe uliwahi kulia kwa ajili yake? Ndugu zangu katika imani, mtume wetu sisi hatumjui, na sisi ni ummati Muhammad, fakhr ya ummati Muhammad. Lakini leo muulize yoyote, Messi ana miaka mingapi? Atakupa idadi ya miaka sasa hivi. Ameteza kilabu ngapi? Atakueleza zote alizocheza. Analipwa ngapi? Atakwambia yeye ni mtu namba ngapi katika wale wanaolipwa pesa nyingi. Mara moja atakwambia. Hii nimekupa kama mfano. Jiangalie wewe mwanadamu unapokwenda ni wapi. Ndio Allah alipotuambia, wala tansa nasibaka minad dunya. Hii ni dunia. Dunia ni yenye kughuri, lakini katika hii dunia una fungu lako.
Katika fungu la dunia haimaanishi kwamba usicheze mpira, haimaanishi usiangalie mpira, lakini ni kwamba dunia umeipa kipawa mbele kuliko hata huko wewe unawekwenda. Na huyu ambaye kwamba mimi nakuelezea ndiye mtu ambaye siku ya kiyama, yauma yud'a man laha, watu wote wamesimama kwenye kiamu kimoja, kila huenda kwa mitume yao tushufaie, tuomba, kila mmoja huogopa yauma yud'a man laha, siku itakaulizwa shifaa ni ya nani, asimame Mtume Muhammad aseme qala ana laha, hii ni yangu mimi, hii ni yangu mimi. Aende amsujudie aseme ummati ummati, ewe Mola, ummati wangu ummati wangu. Sikuulizi yoyote mwingine leo zaidi ya ummati wangu. Wamjuaje wewe mtume kama huyu sallallahu alaihi wasallam? Nikisema kwamba umepitiliza, ina maana umejua ya dunia mengi zaidi hata kuliko wewe kumjua mtume wako. Niulize swali dogo tu ndugu zangu, kisha jiangalie. Nikuulize, mtume aliishi miaka mingapi Madina? Hakuna mtu tanijibu. Hakuna mtu tanijibu ndugu zangu. Aliishi miaka mingapi Maka? Mtu hajui. Da'wa mzima aliifanya kwa miaka mingapi? Lakini zote za watezaji wakubwa ziko kwenye kichwa. Na mtume alisema almar'u ma'a man ahabba, kila mmoja siku ya kiyama atafufuliwa na anayempenda. Wako ni Messi, utafufuliwa na Messi. Ni Cristiano, utafufuliwa naye. Muhammad katika listi yako hataweko. Ndio siku hiyo malaika watakuwa wanashika watu. Mtume ataka kushufaia watu wake, malaika wanawashika. Mtume asema waache, malaika asema la, hujui hawa mtume walifanya nini baada ya kufa wewe. Hawakukujua. Mtume ametuamrisha sisi tumswalie siku ya Ijumaa, usiku wa Ijumaa. Usiku wa Ijumaa tumswalie, na asubuhi ya Ijumaa. Nambia jana usiku ulimswalia mtume mara ngapi? Mara ngapi wewe ulimswalia mtume jana? Jana ukumswalia, asubuhi umemsalia mtume mara ngapi paka wewe kuingia msikitini? Hata mara moja hujamswalia. Ndugu zangu, lini utalia? Lini utalia? Yeye alilia kwa sababu alikufahamu wewe, lam yakun shay'an madhkura, hujawa ni mtu wa kutajwa, lakini yeye alitabiri kwamba kuna ummati wangu utakuja na wataniamini na hawakuniona, ndipo akalia. Wewe utalia vipi? Utalia vipi wewe na hujui kumswalia? Utalia vipi na hutaki kumsoma? Utalia vipi nikikuuliza vita vya Badri waislamu walikuwa ni wangapi? Hujui. Vita vya Uhud waislamu walikuwa ni wangapi? Hujui. Huwezi kumjua mtume wala huwezi ukalia, kwa sababu sisi hatukumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tungempenda tusingemuasi, tusingemuasi. Ndio mshairi akasema ta'asi rasula wa tudhhiru hubbahu, wampenda mtume kisha wewe wadhihirisha wa muasi mtume kisha wadhihirisha kwamba wewe wampenda mtume. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, lau yangekuwa mapenzi yako kwa bwana mtume ni ya ukweli, ungemtii mtume wako akikwambia ni swalia, ungemswalia. Innal muhibba, hakika yampenda, liman yuhibbu, kwa anayempenda, muti'u, ni mwenye kumtii. Mtume usema ni swalieni swala zenu mimi naletewa kwenye kaburi. Allah anamregeshea roho yake, Jibril anatoa salamu, ya Rasulullah, fulani bin fulani amekusalimia. Ikiwa sisi majina yetu hatuko radhi yatajwe mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallama, ni lini wewe utalia kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Haitokei abadan. Mpaka utakufa hutowahi kumwaga chozi la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Machozi yako yatakuwa ni ya maisha ya dunia. Maisha ya dunia yanapokukwaza ndio utakuwa wewe ukilalamika na ukilia, kwa sababu mtume hayuko hai kwenye moyo wako. Hayuko hai. Mtume sallallahu alaihi wasallama makatha 13 sana fi Makkah,
aliketi miaka 13 kupewa utume kwenye mji wa Maka. Miaka 13 alipewa utume akiwa na miaka 40. Miaka 13 ya yeye kupewa utume alikaa kwenye mji wa Maka. Miaka 3 ilikuwa ni da'wa ya siri. Kiambiwa mtume alifanya da'wa ya siri kwa miaka mingapi? Alifanya da'wa ya siri kwa miaka 3. Miaka 3 Mungu alimwambia wa andhir ashirataka alaqrabina, lingania wale akraba zako, marafiki wa hapa na pale unapowajua. Mtume akalingania kwa Khadija, akasilimu katika wanawake, akamlingania Abu Bakar katika watu wazima, akasilimu, akamlingania Ali bin Abi Talib katika watoto, akasilimu. Abu Bakar naye akaenda akamwambia rafiki yake Uthman bin Affan, akasilimu. Uthman naye akaenda akamwambia rafiki yake, naye akasilimu, na wote wengine wakasilimu, akina Ammar bin Yasir wakasilimu. Siri siri ile, muda wa miaka 3 mtume hufanya da'wa ya siri sallallahu alaihi wasallam. Ilipofika miaka 3 Mwenyezi Mungu akamwambia hakuna tena siri, choboa. Akamteremshia aya fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Muhammad tangaza sasa, pasua na uwapuze washirikina. Mtume alisimama katika jabali ya Safa. Kumbuka kabla ya hapo alikuwa akiitwa Muhammadul Amin, muaminifu. Yeye ndiye alikuwa akipewa amana zote za Maka alikuwa akipewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye aliyewahukumia watu katika kuwekwa Hajarul Aswadi kwenye sehemu yake asili, ambao mtume watu walikuwa watakupigana kabila 4 zile ambazo kwamba zilikuwa ni tukufu ndani ya mji wa Maka, lakini wakaagana atakayeingia mbele msikitini ndiye atakaye kuamulia. Wakiingia msikitini wakamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, waqalu radhina bil amin, wote kwa pamoja wakasema tumeridhia hukumu ya mtume atakayokutoa. Akachukua kilemba chake akatandika chini, akatukua jiwe akaliweka juu, kisha akasema katika hizi kabila 4 kila kabila nataka mtu mmoja, kila kabila awakilishe mtu wake mmoja. Kabila 4 ikashika pembe 4, wakachukua lile jiwe mpaka sehemu husika, kisha mtume akalishika kwa mkono wake mtukufu akaliweka kwenye sehemu yake ya asili, akiitwa Al-Amini hapo. Lakini alipoambiwa tangaza, akasimama katika jabali ya Safa. Mtume akalingania watu na watu wakaitikia kwa wengi, wakaja. Akamwambia jamani, mimi nataka kuwahubiria jambo leo, mutanisadiki katika hili nitakalo watolea habari? Qalu jami'uhum na'am, wote wakamwambia ndio. Majarabna ilaika kadhiba, hujawahi kusema urongo wewe, mundhu nashatika, toka wewe ni mdogo, ila alana, mpaka sasa hivi umefika miaka 40 na sisi hatujawahi kusikia wewe mtume ukisema urongo. Lazima hili utakalokulisema sisi tutakuamini. Akasema okoeni nafsi zenu na moto, hakika yangu mimi na walingania na kuwahofisha katika adhabu ambayo kwamba ni kali. Manake muabuduni Mungu mmoja, hakuna miungu 360, hakuna Lata na Uzza na Manati, hakuna, Mungu ni mmoja. Wakaanza sasa kumpiga vita, na mmoja aliyempiga vita wa kwanza ni ammi yake, ndugu yake, baba yake, ambaye ni Abu Lahab. Mwenyezi Mungu mpaka akaiteremsha aya akamwambia tabban laka ya Muhammad, maangamivu yawe juu yako ewe Muhammad, alihadha jama'atana, kwa jambo hili ndio umetukusanya sisi kwamba Mungu ni mmoja, miungu 360 hakuna. Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ajab, hili ni jambo la kustajabisha. Miungu 360 yote hakuna, wakanusha kwamba Mungu ni mmoja. Vita vilianza hapo. Miaka 13 mtume wetu amekaa katika mji wa Maka, analingania da'wa, yad'u lilislam, hulingania watu katika Uislamu. Wa 10 sinina, na miaka 10 mtume ameketi katika mji wa Madina, yuallimu dina, akiwafundisha watu dini, wa yujahidu fi sabilillahi, na akilingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miaka 13 ni Maka na miaka 10 ni Madina. Ni miaka mingapi hiyo? Ni miaka 23. Na miaka 40 ya kupewa utume ukiongeza 23 inakuwa miaka mingapi? Miaka 63 ndio aliyokufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo tarehe aliyokufa mtume. Kwa hiyo da'wa aliifanya kwa miaka 23. Leo ummati wote unauona, hakuna mtu ambaye kwamba hamjui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na watu wanakwenda Maka wakirudi na mtu hatosheki, kila mmoja ataka kwenda tena kwa sababu ya zile athari. Unaambiwa mtume aliingia hapa, hii ndiyo Jabal Thawr ambaye alijificha mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo Ghari Hira, pale ndipo mtume Jibril alimteremkia akamkaza mbavu, akateremshiwa Iqra. Hii ni uwanja wa Uhud,
hapa ndipo mtume alipigana. Hii ndio ile Baqii waliokufa maswahaba, hili ndio kaburi la Hamza, hili ndio kaburi la yule. Unalekezwa pale ndugu zangu katika imani. Huu ndiye mtume wako sallallahu alaihi wasallam, na hakuna siku tatamani kwenda umra wewe ama uende Maka wewe ikiwa wewe bado mtume hajakuingia kwenye moyo wako. Hii hakikatan wallahi alazim. Na ukienda utakwenda matembezi kama vile unapokwenda Dubai kutembea na kurudi. Lakini ukienda kwa hakikatan ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sharti mtume aweko kwenye moyo wako. Ni sharti mtume sallallahu alaihi wasallam uwe utakuwa ukimswalia ndugu zangu katika imani. Wakati umeenda ndugu zangu katika imani, na bwana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika sifa zake, kathiru ta'abbud, alikuwa ni mwingi kwa kuabudu. Mtume alikuwa akimwabudu Mola wake sana. Qama bi ta'a wal ibada, alisimama katika kumtii Mola wake, alisimama katika kumfanyia Mola wake ibada. Khairu qiyam, kama kuna mbora ambaye amesimama akamsimamia Mola wake, basi hakuna aliyesimama kama mtume sallallahu alaihi wasallam. Qadamahu tashaqqaqa min tuli alqiyam, miguu yake mtume ilivimba na ikakatika katika kwa ajili ya kisimamo kirefu mtume alichosimama sallallahu alaihi wasallam. Fi rak'atin wahid, katika rakaa moja tu mtume ambaye kwamba atasimama, kana sallallahu alaihi wasallam katika rakaa moja qara al-Baqara, alisoma suratul Baqara wa Ali Imran, na akasoma suratu Ali Imran wa Nisa na suratu Nisa kwa kisimamo kimoja. Baqara ina karatasi 24, juzu 2 na karatasi 4. Hii ni Baqara. Ali Imrani ni juzu 2 kasoro peji 2. Akaswalisha na suratu Nisa juzu 1.5 kwa kisimamo kimoja. Huu ndiye mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hakuna aliyesimama kama yeye. Wakana jamilu sauti, tena alikuwa na sauti mzuri. Kama kuna mtu alikuwa na kidaba, basi ni mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa ushahidi wa watu. Qala al-Bara radhiyallahu anhu asema, sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fil 'isha wat-tini waz-zaytun, nilimsikia mtume alikuwa akiswalisha akisoma wat-tini waz-zaytuni katika swala ya isha. Akasema, fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu, sijawahi kuona mtu ambaye alikuwa ana sauti mzuri ama alikuwa ana qiraa kizuri kama cha bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Khashi'un lillah, alikuwa ni muogopaji Allah, mnyenyekevu kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Yusalli, alikuwa akiswali mtume usiku. Wa fi sadrihi, na katika kifua chake, azirun ka azirul mirjali, kulikuwa kuna ngurumo kama ngurumo wa mfano wa sufuria iliyowekwa kwenye moto, namna unavyochokocha, lakini minal bukai, kwa kilio. Ngurumo ulikuwa ni wa kilio, alikuwa akilia, ana khushu' kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa akinguruma, kifua chake kikinguruma kwa kilio mtume sallallahu alaihi wasallam. Walisanuhu, na ulimi wake, la yafturu an dhikrillah, alikuwa haukuacha kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ulimi wake saa zote ulikuwa ukimtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Umar asema radhiyallahu anhu asema, in kunna lana'uddu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi al-majlis al-wahid 100 marra rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Ibn Umar asema, tumekaa na mtume kwenye kikao kimoja, tulikuwa tukimuhisabia kwenye kikao kimoja mara 100 alikuwa akileta istighfar, rabbi ighfirli, akitumia hili neno rabbi ighfirli, ewe Mola nisamehe, wa tub alayya, na utubie dhambi zangu na tubia kwako zipokee, innaka anta at-tawwabur rahim, wewe ndio mwenye kupokea toba za waja na wewe ndio mwenye kurahamu waja wake. Mara 100 kwenye kikao kimoja mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio akasema katika hadithi, fa inni astaghfirullah fil yawm 100 marra katika riwaya, na katika riwaya nyingine 70 marra, mara 70 kwa siku, sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huu ndiye mtume wako ndugu zangu katika imani. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitupenda na sisi twafaa tumpende. Alilia, twafaa tulie kwa ajili yake. Alitutamani, twafaa tumtamani mtume sallallahu alayhi wasallam, hata kama ni kwenda kuzuru na kwenda kumsalimia, kumwambia assalamu alayka ya Rasulullah, na kwenda kuzuru ukaona nyumba ya mtume ni hii, na hapa ndiyo ilikuwa ni mihrabu yake, mimbari yake ni raudha, aliyosema kwamba katika baina ya mimbari yangu na nyumba yangu, kati hapo kuna kipande cha janna ambacho ni rawdatul min riyadil janna. Lini utakitamani kwenda kukiangalia ikiwa bwana mtume hayuko kwenye moyo wako,
ikiwa wewe hujui swala ya Mtume, ikiwa wewe hujui kuhuisha sunna za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa ni mtoaji mzuri, alikuwa akitoa, akiwafanyia madhaifu wema, na alikuwa akiwafanyia masakini na mayatima, alikuwa akiwaangalia kwa pesa za mfuko wake na za kuchukua kwa watu. Leo sisi ndugu zangu, hata katika mambo ya khairat hatutaki kusaidia. Lini tutafanana na bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Lini tutalia kwa ajili yake kiumbe huyu? Hatuwezi kulia ikiwa hatujamfahamu mtume wetu ni nani, hususan katika nyoyo zetu. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam hatummalizi kwa khutba moja ya juma wala ya pili, lakini biidhnillah tumeahidi khutba itakaokuja kwenye msikiti wetu tena Raudha, tutakamilisha hii khutba haijamalizika, tutamalizia kwa ajili ya kusoma tabia ya Mtume. La'allama yaweza ikajalika kwamba na sisi tukapata shauki ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al ayati bima fihi wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية إنسه وجنه، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين